Leo tuangalie kinga kamili, kinga ambayo ni nzuri zaidi, ambayo itakusaidia kumaliza changamoto ya fangasi sugu. Yaani hii ni kinga dhidi ya fangasi sugu. Okay. Kabla hatujaendelea, usisahau kulike na kusubscribe chaneli yetu ya Penicare Afya. Karibu tena wapendwa, muweze kuendelea kujifunza zaidi kuhusu fangasi sugu. Watu wengi wamekuwa wakipata fangasi mara kwa mara bila kujua kwamba baadhi ya tabia zetu za kila siku zinaweza kufanya fangasi kuwa sugu na ngumu kutibika kila mara. Lakini habari njema ni kwamba kuna njia nyingi za kujikinga na kupunguza hatari ya kupata madhara ya fangasi sugu. Kaa na mimi mpaka mwisho wa video hii, kwa sababu utajifunza vitu vingi, na vitu hivyo vitakuwa ni namna ya fangasi sugu wanavyoenea, tabia zinazoongezeka au zinazoongeza hatari, lakini pia kinga kamili dhidi ya fangasi sugu. Usisahau kulike video hii, kusubscribe, lakini pia kuwasha notification ili usikose elimu inayofuata muhimu ya afya. Fangasi sugu ni nini? Niwadokezee tena kwamba fangasi sugu ni ile fangasi ambayo imekuwa haisikii dawa. Ni fangasi ambayo unatumia dawa na uponi, au ni fangasi ambayo ukitumia dawa unatuliza, baada ya muda fangasi inajirudia mara kwa mara. Na au fangasi sugu ni fangasi ambao wamekuwa wagumu kutibika kwa dawa za kawaida. Mtu anaweza kutumia dawa lakini fangasi wasiishe kabisa, au warudi tena na tena kila baada ya kuwatibu. Na hii hali mara nyingi husababishwa na kutotumia dawa vizuri kama nilivyoelekeza, kutomaliza dozi, matumizi holela ya dawa, lakini ni mazingira yanayomruhusu fangasi kuendelea kuishi. Kwa nini kinga ni muhimu kwako wewe ambayo una changamoto ya fangasi sugu? Kinga ni muhimu kwa sababu fangasi sugu wanaweza kurudi mara kwa mara, wanaweza kuenea sehemu nyingine za mwili, na wakati mwingine matibabu yake huchukua muda mrefu na gharama kubwa. Ndio maana kujikinga ni bora zaidi kuliko kusubiri kupata tiba au kusubiri kutibiwa. Kwa unatakiwa ujikinge zaidi, kwa sababu tiba ya fangasi sugu inachukua muda mrefu, lakini pia inachukua pia gharama kubwa. Kinga dhidi ya fangasi sugu ni ipi? Kwanza, dumisha usafi wa mwili wako. Oga kila siku, jikaushe mwili wako ukimaliza kuoga, lakini pia hasa kwa maeneo yenye unyevunyevu hakikisha unayaangalia sana. Katikati ya vidole vya miguu, makwapa, sehemu za siri, jitahidi sana hizo sehemu zote zinakuwa safi na zinakuwa kavu. Lakini fangasi hupenda sehemu zenye joto sana sana na unyevunyevu. Kwa hiyo hizo sehemu ziangalie vizuri. Lakini badilisha nguo na socks mara kwa mara. Hizo nguo ambazo ninasemea hasa nguo za ndani. Jitahidi sana nguo ambazo zinapata jasho na unyevunyevu au joto, hakikisha unazibadilisha kila mara. Ni muhimu sana. Badilisha hizo socks kama nilivyokuambia, badilisha hizo nguo za ndani, lakini pia vaa nguo safi na hakikisha viatu vinapata hewa ya kutosha. Epuka kushirikiana vifaa binafsi na watu wengine kama mataulo nilivyoelekeza, viatu, mashine za kunyolea nguo, vifaa vya usafi binafsi. Hakikisha unakuwa na vifaa vyako na usishare na watu wengine. Tumia dawa kwa usahihi kama nitakavyokuwa nimekuelekeza, ili uweze kutokomeza hilo janga, uweze kutokomeza fangasi sugu. Tumia dawa kwa muda wote ambao nitakuwa nimekuelekeza. Usiruke dozi, lakini pia usiishie njiani. Maliza dozi nzima ili uweze kupona kwa haraka. Na kitu kingine, epuka kujitibu kiholela. Hakikisha unapata ushauri wa daktari na au kupata vipimo kwanza kabla hujatumia dawa. Lakini pia jitahidi sana kwamba unalinda kinga ya mwili wako. Hii itakusaidia zaidi kuwa salama dhidi ya fangasi sugu. Lakini pia pata lishe bora, kunywa maji ya kutosha mara kwa mara, pata usingizi wa kutosha na fanya mazoezi. Hii itakusaidia pia kuwa na afya njema. Lakini wahi hospitali mapema endapo ukiona una dalili hizi, hasa kuwasha sehemu za siri, kutoka uchafu, lakini pia kuona kama mwili wako utakuwa unabadilika rangi, ngozi na vitu vingine. Jitahidi sana umuone daktari ili uweze kupata suluhisho la tatizo lako. Lakini pia makosa ambayo yanaongeza hatari ya fungus ni kama kuvaa hizo nguo ambazo nimewaambia zenye unyevunyevu, kutokumaliza dawa, kushirikiana
hivi vifaa kama nilivyowafundisha hapo awali. Hivi vitu vitakufanya usipone hiyo hali yako. Jitahidi sana upate kujua ni nini ambacho unatakiwa kufanya ili kukinga mwili wako dhidi ya fangasi sugu. Na je, fangasi sugu inaweza kuepukika? Ndio, kama utakuwa umefuata vile vitu ambavyo nimeweza kuelekeza, unaweza kupona fangasi sugu na isijirudie mara kwa mara. Hii ni nzuri. Lakini nihitimisha kwamba kinga dhidi ya fangasi sugu inahitaji usafi wa mwili, inahitaji usafi wa mavazi yako, matumizi sahihi ya dawa, lakini pia kuepuka kushirikiana vitu vyako binafsi au vifaa binafsi, lakini pia kuwahi hospitali mapema na kutumia dawa ambayo ni sahihi. Itakuwa ni zaidi na kinga dhidi yako. Usisubiri fangasi wawe sugu ndipo uanze dawa, kwa sababu nimesha kwambia kwamba madhara yake makubwa ni kwamba utatumia muda mrefu kujitibu, lakini pia utatumia gharama kubwa kujitibu. Kama umependa video hii na umejifunza vitu vingi, jitahidi sana kulike video hii, ushare kwa wengine, lakini pia usisahau kusubscribe kwenye channel yetu ya Pelekea Afya, na utuandikie kwenye comment kwamba umejifunza nini na unatamani uendelee kujifunza nini kutoka kwetu. Karibu sana na karibu pia kwenye video.